Ndugu zangu, katika wiki iliyopita tulitafakari kichwa kikuu kinachosema kwa nini sio kila anayeombewa anaponywa, au kwa nini sio kila anayeomba anapewa kile anachokiomba. Tuliangalia vipengele 10 mpaka sasa tupo kwenye kipengele cha 10, na leo nilitamani sana kipengele cha 10 hiki tukimalizie, ikiwezekana tuhame, ili kesho tuanze na kichwa kipya katika habari hii ambacho kitasema mambo ya kuzingatia ili utunze muujiza wako, au mambo ya kuzingatia ili utunze kile ulichokipokea au kile unachokitazamia ukipokea. Kwa hiyo leo tuhitimishe kichwa hiki. Kama tutapata neema na kibali cha kusogea mbele, basi tutatembea mbele. Katika pointi au kipengele cha 10 tulikuwa na ujumbe uliosemeshwa kwetu unaosema kutozungukwa na wapakwa mafuta, yaani walezi wazuri wanaoweza kukusaidia uinuke, ni sababu mojawapo ya kufanya mtu asipokee kile alichokiomba. Tuliangalia waraka wa Yakobo sura ya 5 mstari wa 13 hadi 15, Marko sura ya 6 mstari wa 13, Yohana Mtakatifu sura ya 9 mstari wa 1 hadi 23, Yohana Mtakatifu sura ya 5 mstari wa 1 hadi wa 9, Luka Mtakatifu sura ya 5 mstari wa 19, na leo tutaangalia Zaburi ya 142 mstari michache. Kwa wale ambao ni wageni, kwa maana ya kwamba wiki iliyopita hatukupata kuwa pamoja katika muda mrefu, kipengele hiki tulikutana na mtu ambaye alikuwa kiwete. Katika Biblia amekaa kwenye kisima kilichokuwa na matao 5, lakini alikosa mtu wa kumsaidia kumbeba kumrusha kwenye kile kisima ili apone. Miaka 38 alikosa mtu, na tukaona sio kwamba wale wengine hawakuwepo, alikosa mtu. Baadaye nilijaribu kufuatilia habari za mtu. Maana yake kuna binadamu, lakini kuna mtu. Sote hapa ni binadamu, ni wanadamu, ila huyu alikuwa amekosa mtu. Maana yake alikosa binadamu mwenye utu. Kwa tafsiri nyepesi tu, ukiwa na binadamu, sote ni binadamu, lakini katikati ya binadamu kuna mwanadamu mwenye utu. Nikieleza habari ya utu inaeleweka nafikiri zaidi. Kwa hiyo huyu binadamu mwenye utu ndiye alikuwa anakosekana ili aweze kumsaidia. Maana yake kuna wanadamu ambao hawana huruma. Kwa hiyo miaka 38 alikutana na wanadamu, lakini alikuwa hajakutana na mwanadamu mwenye huruma. Wote walikuwa wanaona abaki hivyo. Hebu tuongeleza bodi, maana nakwenda kufunua mambo ya kisayansi zaidi huko. 142
Zaburi ya 142. Mwijisoma kama umepata. Anzia mstari wa kwanza. Kwa sauti yangu nitamlilia Bwana, kwa sauti yangu nitamwomba Bwana dua. Nitafunua mbele zake malalamiko yangu, shida yangu nitaitangaza mbele zake. Niliposikia roho, uliyajua mapito yangu, katika njia niendayo wamenifichia mtego. Utazame mkono wa kuume ukaone, kwa maana sina mtu anijuaye. Makimbilio yamenipotea, hakuna wa kunitunza roho. Bwana, nimekuita nikasema, ndiwe kimbilio langu, fungu langu katika nchi ya walio hai. Ukisikilize kilio changu, kwa maana nimedhurika sana. Uniponye nao wanaonifuatia, kwa maana wao ni hodari kuliko mimi. Uitoe nafsi yangu kifungoni, nipate kulishukuru jina lako. Wenye haki watanizunguka, kwa kuwa wewe unanikirimu. Amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu huyu Daudi anamlilia Mungu, anamuomba dua, anafunua kinywa chake akiwa analalamika mbele za Mungu, maana alijua akilalamika mbele za wanadamu hawatamsaidia. Na alishajua zaidi, alishaona kwamba wanadamu hawako tayari kumsaidia wale waliokuwa karibu naye. Kwanza walimlalamikia, badala ya kumsaidia wakamlalamikia. Ngoja akome, hebu tusubiri hatima yake itakuwa. Bahati nzuri aliwafahamu, aliwajua, alikuwa anawaona, na akasema wamenizunguka. Na kweli walikuwa wamemzunguka. Akasema shida yangu mimi nitaitangaza kwako, maana nilipoitangaza na kuiachilia kwa marafiki zangu, wao wamekuwa sababu ya kutengeneza mazingira ya mimi niharibikiwe. Nilipozingia roho, uliyajua mapito yangu, na njia niendayo wao wamenifichia mtego. Utazame mkono wa kuume, kwa maana sina mtu anijuaye. Sina mtu anijuaye. Sina mtu anijuaye. Wote waliomzunguka hawakuwa na nafasi ya kufuatilia maisha yake ili kuhakikisha yuko salama. Makimbilio yamenipotea, hakuna wa kunitunza roho, hakuna wa kunitunza roho. Mapito aliyopitia hakupata mtu wa kumtunza. Hakuna mtu ambaye alipita na kumwambia pole. Alipokuwa anasema sina mtu, kibibilia alikuwa amebaki na mtu mmoja tu. Mtu mmoja tu alikuwa amebaki naye. Bwana, nimekuita nikasema niwe kimbilio langu, fungu langu katika nchi ya walio hai. Ukisikiliza kilio changu, kwa maana nimedhikika sana. Uniponye na wanaonifuatia, kwa maana wao ni hodari kuliko mimi. Kwa nini alisema ni hodari? Alijua walikuwa maaskari wa kiongozi ambaye ni mtawala, walikuwa na jeshi, walikuwa na magari ya vita,
walikuwa na silaha za kila aina, na yeye hana silaha, ila anafuatwa na watu wenye silaha na magari. Yeye ana jeshi, ila anafuatwa na watu wenye jeshi. Uitoe nafsi yangu kifungoni. Aliona nafsi yake tayari imefungwa, akasema, Mungu, uitoe nafsi yangu kifungoni, nipate kulishukuru jina lako. Wenye haki watanizunguka. Pale ambapo utanitoa, wenye haki watanizunguka, kwa kuwa wewe uko tayari kunikilia. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi ya 37 mstari wa 23. Hatua za mtu zaimarishwa na Bwana, naye alipenda njia yake. Hatua za mtu zaimarishwa na Bwana, na yeye aipenda njia. Hatua ziko hatua ambazo kila mtu anazipitia, na zile hatua tunazozipitia mwenye kuziimarisha ni nani? Ni Bwana. Wanadamu wachache sana ambao wako tayari kuimarisha hatua zetu. Sio kwamba hawapo, wapo, ila sio wengi. Hatua ni za namna gani? Inaweza ikawa ni hatua yako ya afya, mwanadamu anaweza kuziimarisha, lakini Mungu ni zaidi. Inaweza ikawa hatua yako ya kiuchumi, mwanadamu anaweza kuimarisha uchumi wako, ila Mungu ni zaidi. Inaweza ikawa ni hatua ya kwako ofisini, mwanadamu anaweza kuimarisha, ila Mungu anaimarisha zaidi. Inaweza ikawa ni hatua yako ya kilimo, ya biashara, ya mashamba, inawezekana ikawa ni ya masomo, mwanadamu anaweza kuimarisha hatua yako, ila Mungu ni muimarishaji zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Tusome Mika 7:8. Mika 7:8. Mika sura ya 7 mstari wa 8. Mika sura ya 7 mstari wa 8. Mika sura ya 7 mstari wa 8. Karibu mwenye. Neno la Mungu linasema, usifurahi juu yangu, adui yangu. Niangukapo nitasimama tena, nikaapo gizani, Bwana atakuwa nuru wangu. Amen. Amen. Usifurahi adui yangu, niangukapo nitasimama tena. Katika siku ya Ijumaa tuliona mtu wa Mungu aliyekuwa ameanguka, na pamoja na kuanguka akakaa pale bila kutoka, hakupata mtu wa kumtoa. Lakini tuliona wazi, ambapo tulipita kwa sehemu dakika chache tu za maombi, tukasema ni muda wa kusimama tena. Niangukapo nitasimama tena. Kuna majira na nyakati ambazo tunapitia ni za kuanguka, ni za kupoteza mwelekeo, ni za kukata tamaa. Sasa ni wakati wa kusimama. Tuwe na mazingira ambayo tunaomba Roho Mtakatifu atusimamishe tena, hata kama tumeanguka. Hata kama tumeanguka, upo uwezekano wa kusimama tena. Aidha tumeanguka kwa sababu zetu sisi wenyewe, tumeanguka kwa sababu ya dhambi zetu, tumeanguka kwa sababu kuna waliotuangusha. Bado hata kama tumeangushwa, hatua za mtu zaimarishwa na nani? Na Bwana. Ipo neema na nafasi ya kusimama tena. Mambo yanayofanya tusisimame tena ni pamoja na kukata tamaa. Kukata tamaa. Kukata tamaa.
mazingira yanaweza kukatisha tamaa. Muujiza wako usipatikane, mtu akakata tamaa. Mimi mbona sina maana kwao? Mbona ni kama wanielewi? Lakini kwa nini wamenitenga hivi? Hivi mimi niliwakosea nini? Kuna ubaya gani nimefanya kwao? Roho ya kukata tamaa ikipita, hata muujiza Mungu anaokusudia kupitisha kwa mtu wake umeshindwa kufika. Kwa nini? Kwa sababu ya roho ya kukata tamaa. Hapa ndio maana tunaambiwa iwepo nafasi ya kusimama tena, hata kama tumeanguka, hata kama tumeshuka kiwango, hata kama tumekufa moyo. Kama mtumishi wa Mungu pale tuliposoma katika ile Zaburi, amesema hata roho yangu imezimia. Maana yake imepoteza matumaini. Ni kwa nini napoteza matumaini? Sina mtu ambaye ninaona yuko karibu nami. Kwa hiyo kuna mazingira mahali ambapo kuna watu ambao wanaona kile tunachokifanya ya kwamba ni kizuri, lakini hakuna mtu anayekutia moyo. Kama hakuna mtu anayekutia moyo, hauna mtu, simama mwenyewe na Mungu wako. Usianze kushughulika na watu eti wakutie moyo. Wewe endelea mbele, wasipokutia moyo watana nao. Ni ngumu kidogo, lakini namna. Usilazimishe watu wakutie moyo, hauna mtu ndio. Mazingira ni magumu, yanawalazimisha watu wasiseme lolote juu yako, na unaona wana haki waseme, ila wataki kusema, wamenyamaza. Maana wanajua wakiendelea kukutia moyo utafanya zaidi, utawazidi. Kwa hiyo dawa bora wakae kimya, au wakufunge kinywa, au wakukebei, au wakejeli, ili urudi nyuma. Na kwa hiyo hakuna nafasi ya kuwapa nafasi. Wewe simama, jitie moyo, mwambie Mungu asimamishe mapito yako. Hata kama umeanguka, iwepo nafasi ya kusimama tena. Kutia moyo ni muhimu, ndio, sikatai. Lakini kama hawataki kukutia moyo, unafanyaje? Ukae kimya. Mbele nina endelea, ninasi kutembea maombinu yasikie. Bwana nibadilishe, Bwana beti ya pili inasemaje? Sina tamaa. Basi shia pale kwanza. Unafikiri huyu mtu alikuwa salama? Unafikiri huyu mtu alikuwa salama? Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata mwimbaji wa wimbo huu aliona mazingira ni magumu, akaamua kusema mimi mbele ninafanyaje? Hata kama mnielewi, ila mbele ninaendelea. Akasema mimi mbele ninaendelea. Kwa hiyo kuna mazingira ambayo utalazimika kuwaimbia wimbo ukawaambia mbele ninaendelea. Hata wasipoelewa, wewe imba, mwambie Mungu wako mbele ninaendelea. Ukizunguka
zungukwa na watu ambao sio kwa mafuta, wenye kubeba kile ulichonacho wewe. Lazima usimame mwenyewe, halafu mbele wewe. Ukikaa pale umeisha. Iwe nafasi ya kuendelea mbele. Pointi ya mwisho nimalize nayo leo, ili kesho tuanze na mambo ya kuzingatia, ni kutoka Mathayo Mtakatifu sura ya 11 mstari wa 28. Hii nitaizungumzia kwa ufupi sana ili tuende kuomba. Wengine mjui, wanaume wanavaa na wanawake hapa nini? Chuma, kina rangi ya gold na kingine ni silver. Maana yake ni nini? Umejikausha? Ni urembo, kama saa. Kwa hiyo wanawake wanavaa kama urembo na wanaume kama urembo. Cha mwanamke ndio urembo, cha mwanaume ni saa. Na kama ana saa na ana kingine ameweka, maana yake ni saa nini? Hamjaona? Na kama mmeona, mmefikiri ni nini? Kwa asilimia, labda ngoja niseme, ile barua inaitwa umuringa. Maana yake umuringa ni nini? Inatoka wapi? Na asili yake ni nini? Nimeweza kuelewa. Na kwenye nyumba za ibada nimeshuhudia wapo wa kutosha tena, na hao wanamuomba Mungu ili awape majibu, na wakati huo kile kitu kinatoka kwa waganga 100%. Ile ni mali ya shetani. Mnaanza kufunguka, na watu wanaofanya hivyo wako chini ya mikataba. Wengine wamefarishwa bila kujua. Hapo kuna connection na biashara yake na mafanikio yake na kesho yake, na huyo anaingia kwenye nyumba ya ibada ili Mungu amsaidie. Mungu ana haki yake kumpa majibu. Huyo aliyeomba madhabahu hapo, bahati nzuri mlioko hapa, inawezekana muangalie ukiyazungumza Jumapili. Mimi sisi ndiye nilipuka siku moja hapa nje kwa. Utasikia watu wanaandamana. Mchungaji huyu hafai. Tumrudishe huko alikotoka. Unajua kuna watu wanasema tumrudishe wana mamlaka. Tumrudishe huko alikotoka. Ameanza kufuruga mambo yetu. Kuna vitu ambavyo kwa asilimia kubwa tunajua ni mali ya shetani. Na nini huko ndani kwenye nyumba za ibada kuna watu ambao wanapita makusudi ili kuhakikisha wameharibu hata kanisa. Kuna mazingira ambayo yanazuia Mungu asifanye, kwa sababu bado mtu ana mali ya shetani ndani na anataka mali ya Mungu iingie, na Mungu hawezi kaingia mahali ambapo ni pachafu. Lazima madhabahu kwanza isafishwe, ndipo Mungu aingie ili atende kazi. Utaomba, utaombewa, utanyesha mafuta na jiki. Mungu anakaa kushangaa. Mimi nikae wapi huku ndani kama ni pabovu? Kwa hiyo kuna mazingira ambayo Mungu hawezi akakaa. Naomba sema Ee Bwana Yesu. Ee Bwana Yesu. Ninasogea mbele yako. Ninajua sina mtu ambaye ana uwezo wa kunisaidia. Wewe ndiwe Mungu wangu wa pekee. Ndiwe Mungu wangu wa pekee. Ninakusihi. Ee Bwana Yesu. Unikumbuke katika jina la Yesu. Ndugu zangu, katika wiki iliyopita tulitafakari kichwa kikuu kinachosema